Hapo utabadilisha unayotaka mwenyewe, uweke nyingine, uja delete utaifuta. Crop hapo utaizalisha ni kama copy. Crop ni nini hivyo, unaipunguza sehemu unataka kipande hiki hapa au vinginevyo. Kuja sehemu copy ndio utazalisha nyingine, lakini utaifuta. Kuja sehemu tukija sehemu hii hapa kuna sehemu imeandikwa import. Hapa utaenda kuingiza picha yako. Kwa mfano utaingiza picha hii, utaileta hapa. Tutaka kuunganisha na picha nyingine, hii tutaiga refresh, tutaunganisha picha nyingine. Tuseme hapo hii hapa, nitaweka hapa. Nitaifanya iwe ndogo, nitaifanya hivi. Ukitaka iwe ndogo, utaka zifuatano, utasogeza hivi. Nafikiri unaona hapo. Haya, hiyo ndo kazi yake. Kuna sehemu imeandikwa draw. Kazi yake ni kuchora hapa kama unavyoona hivi. Hii sehemu ya chini hapa utakuza maandiko yako hii pen size. Kwa hiyo hii unaweza ukatumia kutia sign mkono ile yenyewe kabisa. Tia hapa. Hii sehemu hapa naika smooth. Sehemu hizi huku tuna kazi tofauti nazo pia. Hii inaacha vidoti. Wewe tupunguze hizi picha kwanza ili uone vizuri. Acha tupunguze picha hizi kidogo tuwapate uwanja. Kuja draw sasa. Draw tunaenda kuchora hapo. Kuja sehemu hizi hapa, angalia kazi yake sasa. Hiyo unaleta hivyo. Naona. Kuja hapa ukibonyeza inaweza kukuletea hivi. Ukija hii hapa naleta hivi. Ni unachagua hapo. Sehemu nyingine imeandikwa shape. Hapo utachagua mambo unayotaka, atakuleta hivi. Utabonyeza hichi kibox blue hapa, utachagua shape unayotaka. Hii shape unayotaka utachagua. Sehemu hii hivi ndio vile tunarudia. Kwa hiyo tutakuelekeza tena, tuachane nayo. Utakuja sehemu imeandikwa Bezier. Hapa utaikata picha yako. Hii haina kazi sana hii. Tunatia mstari ni maumbo ya mambo mengine. Tena na watu sehemu error. Hapo utachagua error unataka, utatia hapa kuna error mzieka hapa. Bonyeza hivi utaikuza error yako size. Ukija sehemu begin error size, utaikuza mwisho wa error yako. Hiyo hapo. Sehemu imeandikwa font ndo kazi yake, ndo kama nilivyokuambia. Position pia utaweka size unayotaka ile iende hivyo hivi. Kuna relative position, kazi yake ndo kama ile, unaweka kati au vipi. Haya, relative size hapa kazi yake ni kama unavyoona, uifanye kubwa au ndogo. Lakini pia unaweza kutumia hapa nilipokuambia hapa. Kuna sehemu imeandikwa color, hapo utabadilisha rangi mwenyewe. Utabonyeza enable, utawezesha, utakuja mwenyewe utatia rangi unayotaka. Kama utatia nyeupe au nyingine. Hapa utachagua rangi za mchanganyiko kama unavyoona hivyo. Rangi ya mchanganyiko. Sehemu imeandikwa texture, utaenda kuitia picha. Unayotaka mwenyewe. Mfano naenda kuitia picha hapa. Naenda kuitia picha hii hapa kwa mfano. Bonyeza hapa. Haikutaka kuleta picha, naona sisi tuna tatizo gani. Okay, naweka picha pale. Sehemu nyingine inaitwa opacity, kazi yake ndio hii, kuozesha ama kufifisha. Color hii tuachane nayo, haina muhimu. Kuna stroke, kazi yake ndio kama hii hapa, inatia kama uzio hivyo. Uzio hapa. Kuna iza hapa, unaenda kuifuta sasa. Hii unaifuta unavyotaka mwenyewe, alafu kubonyeza right hapa itakuletea ulioifuta. Nafikiri kama ndio inavyoonekana hivi.
Kuna sehemu inaitwa sehemu nyingine inaitwa hii hapa mask. Nilikwambia achana nayo hii, lakini kazi yake ndio kama hiyo, inafuta kama unavyoona, inafuta sehemu unayotaka. Rotate inazungurushwa, unataka unaweka vipi unavyotaka ikae. Kuna 3D rotate, hii utazungurusha mfumo huu ikae upande mwingine. 3D shape hapa tutaenda kuitia shape kama unavyoona. Tubadilishe rangi hapa chini, unabadilisha rangi. Badilisha rangi hapa, unaongeza manyama yako yale kama kuta hizo. Hapa tuibadilishe rangi, tuweke rangi kama unavyoona hiyo hapa. Auto ndio unavyoona kazi yake, tubonyeza auto. Haya, tuachane na tuje sehemu imeandikwa perspective, ndio nilikwambia enable. Bonyeza enable hapo, unaika unavyotaka ikae upande au vinginevyo. Na sehemu inaitwa shadow, utatia kivuli mwenyewe kama unavyokiona kivuli hicho, utaongeza ama vinginevyo. Hapo utakipeleka upande wa kulia au kushoto, hapo utapeleka chini au juu mwenyewe. Haya, ina shadow, kazi yake ni hapa. Ina shadow unaingiza kivuli, lakini ndani. Ukisikia ina shadow maana yake ni in. Kwa hiyo utatia kivuli ndani ya hii picha yako uliyotengeneza. Pia sehemu emboss, kazi yake ndio hii hapa, inabadilisha na inang'arisha vizuri kama unavyoona. Haya, tumemaliza upande wa hapa. Tutakuja sehemu hii hapa yenye vibox viwili hivi hapa. Hii kazi yake, ukiona mwanzo hapa unabadilisha color ya nyuma, rangi ya nyuma kama unavyoona. Hapo unabadilisha rangi ya nyuma, background. Unachagua mwenyewe unaotaka background. Uje sehemu ya pili transparent, hapo unatoa background ile, kwa logo inakuwa inajitegemea. Kutoka hapo tunakuja sehemu image size. Hapo utaika size ya picha yako nzima vipi itoke, yani size ya hii picha yako nzima ama logo yako. Hapa umewekea chagua hapa kwenye custom. Hapo utachagua ndio unayotaka, kama kwa ajili ya YouTube au vipi au Facebook au Google, Twitter, utachagua unavyotaka. Ukiona zote unazipenda unatia namba unazotaka mwenyewe hapo na save. Hapo tukitoka hapo tutakuja sehemu imeandikwa image size. Ndio hapo tumemaliza. Crop wameificha hapa kidogo, wameizuia. Sehemu imeandikwa image, kazi yake ni hapa, utatia picha za hapa ambazo background. Na sehemu imeandikwa from gallery, hapa utaenda kuweka picha kutoka gallery yako. Kwa mfano tuweke picha hii hapa sisi, hii hapa umeona hiyo hapo. Hii kutembeza hivi, nimeshika kwa mkono alafu ndo natembeza tu hapa, naweka hii. Kuna sehemu imeandikwa from camera, hapo utakwenda piga picha kupitia simu yako mwenyewe. Haya, tutoke sisi hapo. Hapo tumemaliza upande huo. Tuje sehemu ya mwisho yenye kama kifagio hichi. Hapo kuja hapa rotate, utazungurusha picha yako mwenyewe au logo yako vipi ikae. Kuja sehemu hapa ya pili inaitwa vignette, ambayo ukibonyeza enable itakuletea hivi hapa. Utatia kivuli unachotaka mwenyewe. Hapa unakozesha, ukirudisha nyuma unapunguza. Tuje sehemu nyingine inaitwa noise. Hapa utatia machenga hii picha yako au logo yako hii hapa. Uje sehemu tipasi, utatia mistari logo yako ama picha yako, unaona kama hivyo unavyoona. Kuna sehemu inaitwa brightness, hapa utatia mwangaza picha yako ama utatoa mwangaza. Kuna sehemu nyingine inaitwa contrast, kazi yake ndio kama hiyo, utatia mwangaza lakini itabadilisha kidogo ama kupunguza mwangaza kidogo. Kuna sehemu nyingine inaitwa huu, hapa utabadilisha rangi kabisa picha yako iliyoko nyuma, background kama unavyoona. Tuachane nayo.
ambao kuna sehemu ya mwisho inaitwa saturation. Saturation kazi yake ndio hapa, na hutumika kutia rangi. Nafikiri hapo umeona ilivyokuwa. Hiyo ndo basi jinsi ya kuipata sasa hii application. Nenda Play Store ka download application ambayo inaitwa Pixlab. Ndio Pixlab, logo yake itakuja kama hiyo unayoiona hapo, rangi ya blue. Ukisha download, utakapofungua ndo utaona kama hivi, utaanza kuitumia. Sina la ziada. Kusave, ili kusave logo yako utabonyeza sehemu ya juu hapa. Utabonyeza hapa, itakuja save as project, utabonyeza save as image, save kama picha. Utakuleta hapa, kuleta hapa utabonyeza sehemu imeandikwa save to gallery. Utabonyeza save to gallery, rendering image, hapo itakuwa imesha save tayari picha yako. Application hii inapatikana na Play Store ambayo inaitwa Pixlab. Download Pixlab, install, alafu fungua. Utatumia kama nilivyofahamisha. Sahau kusubscribe, like na kushare channel ya Zanzibar Canvas ili kupata maujanja zaidi.